You believe in mambo ya spirituality? Mimi na believe in spirituality mbaya sana. Yeah. Na how does spirituality help like when it comes to government ama vitu kama hizo? Spirituality na government inafaa kuwa very important juu kama una believe in spirituality inamaanisha all the knowledge yenye imekuwa before you itakuwa brought to you from your ni knowledge haitapotea. Lakini sasa tuko kwa nini yenye we are not spiritual, huyo akikufa knowledge yake inaenda hivyo. Itakuwa ni kama ile concept ya Avatar. Unapata kama kuna mtu ameona Avatar. Avatars, they used to give information to the next reincarnating avatar. So vitu kaa hizo unapata hiyo knowledge. Wewe niambie uko na knowledge ya ancestors wako kutoka 1880s. Tungekuwa wapi? Hapo pia ingekuwa viti juu unapata pia somehow. Speaking of ancestors, unajua tukiingilia hapo kama saa hii the Jewish wako na history ancestor wao. Because so far the Bible speaks about hao nini wao. So the problem with maybe Africa is our history was not documented. Our history was documented. It was erased. Somebody tampered with our history. So ilikuwa documented. Our history ilikuwa documented kila mahali, ni kuwa tampered with. Alafu tuligaslightiwa. African history yetu imegaslightiwa. Just because tulikuwa tunaandika kwa walls, wali gaslight kuandika kwa walls. Na sisi tulikuwa tunaelewa Kenya tunaandika. But sasa juu hawakuelewa, ilikuwa ni primitive. Tunaletewa karatasi tuandike kwa. Tofauti ni gani nikiandika kwa ukuta na kwa karatasi na knowledge imetembea? Naona. Kweli hapo na hapo I agree with you because unapata yes our ancestors had not the mambo ya makaratasi na nini, lakini but pia wale watoto walikuwa nazaa they followed and they communicated. So how did they communicate without even the papers, without the passing down of information? Kama hii inaitagwaje venye mtoto ufunzwa kupika na wazazi. You kaa na wao, you watch, unaambiwa kuna kajina tulikuwa tumepatiwa hiyo apprenticeship kitu kama hiyo. Like unakaa na nikani kuje kama ni mama anakana madem kama ni kijana unakaa na wazee muende kuwinda. Hiyo ndio ilikuwa hivyo, ndio knowledge ilikuwa past. Lakini sasa hawa watu wamekamna knowledge yenye wanatupasia, it's a waste of time. Ni kuamka kwenda kukalisha watoto from somewhere 9 to some 6-7 hours wamekaa tu chini. Unainstiliwa tu maneno. Knowledge kama hiyo hakuna kitu, si 90% itashika. I think hapo pia ndo tuna inaharibu when it comes to education system yetu. Because kama saa hii hata ukisikia msee ako shule ni wana. Sasa kama maprofesa, acha niulize swali. Tuko na maprofesa wengi, yes? Ama profesa, essence ya kusoma upewe PhD, masters, ukuwe profesa ni gani? Sini ufanye kitu meja yani. Sasa juu umesoma umekuwa profesa, you can bring something new to the community, to the next. You can invent something. You invent, that's the word. You invent something sasa to the society. To the society. Mimi venye niko na hii miaka yangu kidogo, maprofesa wote wamekuwa kwa hii Kenya yetu. None have seen inventing anything. Ni kujaza tu knowledge ya makaratasi kwa akili. Apart from tu kama PLO mwenye ujaribu kutuchanua like the essence of being African. Hao wengine wote maprofesa ni jina. Watachukua hiyo information na ipass down kwa mtu mwingine, but uja invent anything. So it's useless. Kama uja invent anything, it's useless. Na hata when it comes to social media sasa wamefika mahali hadi wana restrict mtu ambaye anaonekana information yake. Hii information yake inikaa inaweza haribu. Inikaa inaweza leta ile like hawa sasa wajisimamie. So they don't want Africans ifike mahali like wanaweza simama waseme this is what we want. So wanatoa not only Africans, pia kuna hata
hata Trump niliona alifika mahali ikakuwa like ai wewe uendanishi na vile tunaenda. The whole world sahi iko control na mimi naweza ita power freaks. Kuna watu wako so obsessed na power ya kucontrol the human being. So for every government kuna watu tu wako mahali wanataka kumanipulate system kucontrol. Ambapo hakuna mnyama mwingine kwa hii dunia na control the others. Zinaishi, zina live kuenjoy maisha. Lakini sisi as a human tunataka kwanza kukontroliana si wenyewe as if ni si wenyewe tuko kwa hii dunia. So unapata ile design kama ile story ni kwa nafuatilia story ya P Diddy kiasi. Unapata yani there's a institution behind P Diddy. Ile like yeye ndio tu ako mbele. P Diddy nika puppet kama eko tu mbele. But sasa blame game. Lakini nyuma yake unapata sasa kuna game inaendelea big. Kuna corporates ziko behind him. Speaking of that, nimeona hata by the way hata Kenya kuna hiyo kitu because I remember the day Governor Sonko was the governor of Nairobi. Alikuwa anasema alitoloju, alikuwa anasema kuna do ilikuwa inaingizwa kwa inaletwa kwa ofisi yake. Nakumbuka hiyo story. Unakumbuka hiyo story? Ati hiyo do ilikuwa inakaa mpaka yeye mwenyewe anastuka. Nakumbuka hiyo story akisema hata akisema ni kama ni hata alifanya wasee wajue like how much Nairobi earns. Vitu zilikuwa zinafanyika kienyeji design. It's a county government lakini hawajaipiga hesabu wajue tunaingishanga pake inatoshanaje kana Kanairo. Mimi hata hiyo ikanishtua like tumekuwa tukira Nairobi tu kama kiosk. Watu wajue. Sasa soko unajua ni kijana amezoea kushika do. Yeye anaingia anataka kuangalia biashara. Vile yani inaingishanga pesa ngapi? Jamaa I think alitaja sijui 50+ million. Vile I think vile baada ya kutaja sasa ndo akajua like kuna force hapa wa mse anaweza ni honga 50 million plus. Na ni ilikuwa alikuwa anasema every week. Ilikuwa anasema every week karibu kwa mwaka kwa mwezi katikati ya wiki na mwezi hivi. Ndio zinakam. Sasa wewe ni hata yeye lazima ajiulize. Hawa sio wanatoa do gani? Ndio anipe kachwani. Wamejisundia ngapi? Na unasikia hido alikuwa analetoa ilikuwa ni yake. Si ni as long as utanyamaza ucheze lunch. So inamaanisha bado kuna tu bado wase ambao wamesimamianga tu vitu zingine tu kama ni judiciary yetu. Kuna wase wako behind judiciary tu. Kuna jango tu organization tu fulani tu yeye ndo anakulianga hiyo. Mimi nishafika point naweza sema mtu yote ako kwa ruling hii gava. Juu zile vitu unajua angekuwa anafanya at least hata kitu moja mzuri 2 3 tungekuwa zinaweza tufunika macho, lakini nowadays hata waogopi, hawataki hadi kutufunika macho, wameacha tuone. Sasa hii nikiongea si makosa yangu, wao ndio wamefanya nione. But I think hata si wow, I think ni vile pia the technology inawauza juu wako ile design wao wangetaka iwe ifichwe, but the technology vile ina grow outsmart, inaenda kwa outsmart. Sasa hiyo ndio challenge ile iko, so hata kulingana wao kwa like bwana fa iwe silent